Mdudu Talent. Yes, karibu sana kwenye channel yako pendwa ya Mdudu Talent, channel ambayo inakupa update kila siku kila saa, update ambazo wewe hujawahi kuzifikiria kabisa, lakini kwenye channel yako pendwa ya Mdudu Talent utazipata update hizo. Kwa hiyo siku nyingi sana au siku kadhaa zilizopita tulifundishana baadhi ya talent mbalimbali, tulifundishana kudokezana update tofauti tofauti. Kwa hiyo kikubwa leo tutakufundisha kwa wale editors wale ambao wana edit. Tushajua kuna watu wana edit program tofauti tofauti, kuna wengine wanatumia KineMaster, wengine wanatumia VN, wengine wanatumia Qt na kadhaa. Sasa hapa tunakufundisha ama na kuelekeza jinsi ya kuedit KineMaster ama KineMaster kwenye Android yako, yani kwenye simu yako. Yani unaweza ukafanya jambo lako na ukaedit vizuri sana. Lakini sasa leo nitakuelekeza jinsi ya kuedit maandishi. Umeelewa vizuri? Maandishi ambayo yanapita chini ya simu yako. Kama ulishai kuona kwenye taarifa habari au kwenye vitu kadhaa ama video kadhaa, unakuta maandishi yanapita chini ya video yako, basi ukajiuliza wanafanyaje? Basi leo nitakuelekeza hapa kwenye Mdudu Talent jinsi ya kufanya. Kikubwa zaidi, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili upate video zangu kila siku kila saa, na ueleze kitu gani ambacho unataka kujifunza. Kwa hiyo tunaweza tukaiangalia video hii mfano, yani na kufundisha jinsi ya kuedit maandishi kama hivi unavyoona katika video yangu hii, maandishi yanapopita katika video, ili upate kunielewa vizuri. Umeona maana yake maandishi yanapita kwa design kama hii hapa, umeona Sasa hapo unaweza kujiuliza, hii imekuaje au mtu kafanyaje issue mpaka maandishi yanapita hivi? Sasa twenzetu, wewe ni editor ama wewe ni mtu ambaye unataka kuwa editor katika simu kwa kutumia programu yoyote. Kwa hiyo kila kitu kinawezekanika, umeona? Sasa nitakuelekeza jinsi ya kuedit maandishi ambayo unajiuliza kila siku. Sasa cha kufanya ili tusonge sana, tunafungua simu yetu, tunaenda kwenye hii program ya KineMaster. Kama una hii program basi download, ama nitakuelekeza katika video zijazo jinsi ya kudownload programu hii hapa ya KineMaster, ambayo programu ni nzuri, programu ambayo haina mambo mengi zaidi. Mengine nitakuja kukuelekeza katika video zijazo hizo mbele. Kwa hiyo hapa inategemea na program gani unatumia. Kwa hiyo mimi nitafundisha jinsi ya kutumia hii KineMaster ama KineMaster kama wenyewe wanavyosema. Tunaifungua, alafu kisha baada ya hapo tunaifungua lasho hii ya 16 lasho 9. Kisha tukishaifungua hii inafunguka kwa design kama hii, kwa sababu video ninayo na kwenda moja kwa moja kwenye hii hapa kwenye media. Nikishakwenda kwenye media nafungua media yangu, kisha baada ya hapo nafungua kamera yangu kuifungua hiyo video ambayo nataka kuiedit. Umeona? Sasa video yetu ni hii hapa, karibuni ina dakika karibuni 1 na sekunde 01. Kwa hiyo mimi nitakachokifanya nitakuelekeza tu kwa njia nyepesi zaidi ili upate kuelewa wewe editor. Kikubwa usisahau kusubscribe kama ninavyosema. Twende sawa, nifuate jinsi ninavyofanya ili usije baadaye ukaja kuniuliza. Sasa hapa nzuri zaidi, una uwezo wa kutengeneza maneno yakapita tu kavukavu humu, maana yake bila kutengeneza rangi yoyote. Kwa hiyo lakini mimi nitakuelekeza jinsi ya kutengeneza ikawa na muonekano mzuri zaidi. Kwa hiyo kikubwa unachokifanya hapa, unakwenda kwenye neno imeandikwa layer. Nadhani layer wote mmeiona. Layer ni hii hapa, unakwenda kwenye hili neno layer. Ukishakwenda kwenye neno layer unafungua layer yako, kisha baada ya hapo unakwenda kwenye hii media, unafungua media yako, inafunguka kwa style hii. Kisha baada ya hapo unakwenda kwenye neno hili imeandikwa background, unafungua background yako. Umeona bwana? Ukishafungua background yako, mimi nachagua rangi hii ya njano. Ukishachagua rangi ya njano, nategemea na wewe mwenyewe maamuzi yako mzee, unaweza ukachagua rangi yoyote, lakini mimi nimependa rangi ya njano. Baada ya hapo ukishachagua rangi ya njano hii, unaikuza kwenye kioo kizima, kisha ukishaikuza unaishusha chini taratibu ili ipatikane na nafasi ya maandishi kupita. Baada ya hapo
Ukishafanya hivyo unatoka sasa hapa utoki kwenda mbali, unarudi tena kwenye neno hili lililoandikwa layer. Ukisharudi kwenye layer, unafungua layer yako. Umeona bwana, ukishafungua layer yako unakwenda kwenye neno limeandikwa T hapa test. Ukishakwenda kwenye T hapa test, unafungua T yako, kisha baada ya hapo sasa naandika mimi maandishi yangu. Umeona, nikishaandika maandishi yangu naweza nikaandika maandishi nyumba tunauza, au sio bwana, ili twende sawa zaidi. Naweza nikaandika maandishi yale ya nyumba inauzwa, maana yake naandika nyumba inauzwa, au sio bwana. Inategemea nayo utakavyoandika na jinsi utakavyo yani yako video yako utakavyojielezea. Kwa hiyo mimi nitaandika nyumba inauzwa kwa ajili ya kupata mfano. Nyumba inauzwa ipo Kisembule, au sio bwana? Ipo Kisembule, ipo Kisembule labda Pwani. Umeona bwana. Baada ya hapo una click. Ukisha click, lakini maandishi yetu yako hapa. Unachokifanya wewe, fanya katika maandishi haya unaongeza kidogo ukubwa, kidogo ukubwa, kisha baada ya hapo utatoka utaenda kwenye hii neno imeandikwa A kubwa na A ndogo, yani hii maandishi ya jinsi ya kubadilisha. Ukishakwenda hapo, unachokifanya, mimi napenda sana kutumiaga hii hapa Noto Self Italia. Unaibonyeza hii Noto Self Italia, alafu kisha baada ya hapo unakuja kwenye baada ya hapo unakuja kwenye neno ile hapa la tick, unatia tick, maandishi yanakuwa yamelala vizuri. Kwa hiyo baada ya hapo sasa na kuelekeza jinsi ya kufanya. Unachotakiwa kukifanya wewe, unatoka unaenda kwenye haya maandishi haya uliyoandika haya. Umeona, ukishakwenda kwenye haya maandishi unarudisha chini, kisha unarudi nalo mkono wa kulia, unapeleka mkono wa kulia mpaka size kidogo kama hapa mimi ninavyofanya. Umeona, imebakikana N tu inaonekana kwa mbali. Ukishamaliza na hapo, ukishaandika mkono wa kulia, unaenda kwenye hii hapa nini, ufunguo. Ukishakwenda kwenye hii funguo, unabonyeza huu funguo. Baada ya kubonyeza funguo, umeona unachokifanya sasa, maandishi ya hapa. Umeona maandishi ya hapa haya hapa, unachokifanya maandishi ya hapa. Umeona jinsi nilivyoandika haya, nadhani umeyaona. Alafu kisha baada ya hapo, umeona jinsi ilivyokuwa hapa umeona jinsi ilivyokuwa hapa. Sasa unachokifanya, unarudisha nyuma. Hii iko kwa mbele, vidude unarudisha nyuma, sawa? Unarudisha nyuma hiki video mpaka hapa kwenye maandishi. Alafu kisha baada ya hapo unarudi kwenye maandishi yako ya ndani. Ukisharudi kwenye maandishi yako ya ndani, unarudisha nyuma na yenyewe, unarudisha nyuma mkono wa kushoto. Kule tulipeleka wa kulia, hapa turudisha mkono wa kushoto mpaka ifikie hapa kwenye hatua kutokuonekana. Baada ya hapo sasa, unachokifanya wewe, unarudisha tena haya maandishi haya. Umeona haya maandishi hapa sasa yamekuja huku. Sasa sisi tunarudisha nyuma kama tulivyorudisha video, kama tulivyorudisha kule, tunarudisha nyuma moja kwa moja. Tukisharudisha, kisha baada ya hapo tunabonyeza neno hili huku limeandikwa tiki maandishi. Sasa twende tukaone maandishi yetu amekubali au amekataa. To play video. Yes, maandishi amekubali. Sasa hapa maandishi yanaenda faster zaidi, ambayo sisi hatutaki ende faster, tunataka tuende yaende taratibu. Unachotakiwa kukifanya wewe, unakuja hapa kwenye hii solid chini, solid color. Ukishakuja kwenye solid color, unaizidisha kidogo design, sio ile kivile kidogo tu. Alafu baada ya hapo unaizidisha kutokana na size ya video utakayotaka ifikie tangazo lako. Umeona, baada ya hapo unakuja kwenye haya maandishi yetu tuliandika nyumba inauzwa hapa. Alafu baada ya hapo maandishi na yenyewe unayazidisha, unayasogeza. Ukishasogeza, unarudisha nyuma video yako, una play uangalie video. Je, imekubali maandishi au sio? Yes, hii ndio njia nyepesi zaidi ya kutengeneza maandishi yanayotembea chini ya video. Kwa hiyo maandishi ndo hayo umeyaona, ambayo yanatembea chini ya video. Wala usijali, wala usiogope, wala sio kitu kikubwa sana ambacho unahitajika kuwa makini tu katika editor yako ya video. Asante sana kwa kuangalia video yangu hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Kama una swali lolote kuhusiana na haya nilokuelekeza, basi niulize, na kama hujaelewa ni comment hapo, mimi nitapata majibu yako na pia nitakujibu maswali yako. Asante sana, nashukuru, chao.